ningeonelea kwamba katika mashehe waliotoka nje ya Dar es Salaam nimpe nafasi mmoja, lakini katika mashehe zetu wa Tanga pia napo tumpe nafasi mmoja kwa niaba ya wengine. Kwa hiyo hapa Sheikh Kaporo, tafadhali, naomba tupe faida kidogo inshallah. Yani sio kidogo, tupe faida inshallah biidhnillah. Karibu Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah yastaftihu bihi walhamdulillah yastazidu bihi wa salawatu rabbi wa salamuhu ala an-nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin al-qa'il fi hadithihi sharif faman raghiba an sunnati falaysa minni wa ala alihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Amma ba'd. Mashekhe zangu, kwa makamu zenu, hadhara ni nzito sana. Kimo changu ni kidogo kuweza kuzungumza katika hadhara kubwa kama hii. Siku zote sisi kule Dar es Salaam tumezoea katika ile michezo ya kuhamasisha mambo ya kuhifadhi Qur'ani. Tumezoea kuwahimiza vijana katika mambo kama yale. Leo kupewa maiki hii katika sehemu kama hapa, mji wa Tanga, mji wa Tanga uliokuwa umesheheni wanawazuoni wa kila fani, na mbele yangu hapa kuna mashekhe wakubwa. Wallahi namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nisizidishe dakika 5 katika hichi ambacho nitakachokigusia leo. Mimi nina latifa moja. Tuko katika hadhara ya ndoa. Hii ni samai, lakini samai ya ndoa. Ndoa ina mambo yake, wenyewe wanawazuoni wanaielezea jinsi hii. Lakini ndoa ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema. Lakini mimi nitasema mambo yanayoeleweka kabisa. Bali ndoa ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndoa ni sunna ya Mwenyezi Mungu katika maumbile. Kilichofuata kuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini imetangulia sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa min kulli shay'in khalaqna az-zawjayn la'allakum tadhakkarun. Mwenyezi Mungu anasema wa min kulli shay, na katika kila kitu tumeumba mke na mume. Lengo lake la'allakum tadhakkarun, labda nyinyi Waislamu mtakuwa ni wenye kukumbuka katika hilo. Kwa hiyo tuna sunna ya Mwenyezi Mungu al-kaunia, ya kimaumbile, kwamba Mwenyezi Mungu min azal, katika maumbile yake, viumbe vyake vyote, kama anavyosema wa min kulli shay, katika kila kitu Mwenyezi Mungu ameumba mke na mume. Bali anasema katika aya nyingine katika surati Yasin, subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye khalaqal azwaja kullaha, ameumba mke na mume katika kila kitu kilichokuwepo hapa duniani. Akaanza kuchambua mimma tumbitul ardh. Kumbe hata katika mimea kuna mmea wa kike na mmea wa kiume. Tumejua au hatukujua, lakini sera na taratibu za Mwenyezi Mungu, kuna mke na mume. Mimma tumbitul ardh wa min anfusihim, na katika nafsi zenu. Hapa akisema katika nafsi zenu, lilokuwa wazi kabisa kwamba kati yetu, katika nafsi zetu kuna mwanamume na mwanamke.
Mwenyezi Mungu katuumba mume na mke, na leo hapa tunaikamilisha utaratibu aliotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuiendeleza hii dunia wa mume na mke. Lakini mimi nilikuwa nataka niguse kipande kidogo katika hii mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, na katika nafsi zenu, sababu Mwenyezi Mungu anasema wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha. Kwa hiyo wa min anfusihim hapa mpaka wewe mwenyewe, si mimi niliposimama, kusimama kwangu lazima ipatikane zawjaini ndio mimi nipatikane. Subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe mwanamume na wewe ndugu yangu, kuwepo kwako lazima ipatikane zawjaini. Tuambia ina Sheikh Kidago wakituelezea asili ya mwanadamu au chembe chembe ndogo za mwanadamu, kromosomati au chromosomes, wakituambia zimekaa katika mazingira ya pea zauji. Kuna chromosomes wanasema hizi chembe chembe ndogo za mwanadamu, kuna pea 23, pea 23. Kila pea ina kazi yake. Katika hiyo 23 ambazo ukizikusanya zote kuna pea 46 zinazomtengeneza, kuna yani fardi moja moja 46, lakini ukiziweka mbili mbili kuna pea 23. Kila kazi yake. Darasa kubwa wanaiweza wenyewe kina Sheikh Kidago kuchambua vitu kama hivi. Moja kati ya pea hizo ni ile ambayo inaleta tahdidi aljins. Moja kati ya pea hizo ni ile chromosome iliyokuwa na XX na XY. Moja kati ya hizo ni ile ambayo inaweza kumwambia mwanamke huyu anazaliwa mwanamke, huyu anazaliwa mwanamume. Ziko hizo. Nini nakusudia kusema hizi ndugu zangu katika imani? Hii ni elimu tunayoambiwa, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye alikuja hivi sasa zaidi ya karne 14 zilizopita. Zama zake yeye tunazijua, hakuna microscope wala hakuna kitu chochote kile, lakini amevizungumza vitu hivyo katika karne zile zilizopita. Leo hii wanakuja wataalamu na fani zao, wanakuja kusema kwamba alichokisema Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kitu ingia Uislamu katika msingi huo. Tukiwa katika tendo la ndoa, Mwenyezi Mungu katika aya za ndoa nyingi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Anataka tufikirie. Mwenyezi Mungu anaieleza ndoa kwamba mtu akitulia vizuri akaiangalia ndoa kwa ndani na nje, anapata kujua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Lakini kwa wale ambao waliokuwa na fikra, huu ndio Uislamu wetu ambao haukutuachia kitu chochote. Hakuacha kitu chochote. Kila kilichokuwa na msingi kimeelezwa katika Qur'an. Hapa tunapata taslia ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkweli wa kweli, ni mkweli asiyeshindwa, ni mkweli ambaye ameushangaza ulimwengu, si kwa kitu kingine, kwa Qur'an yake tukufu. Pale wakati tukizungumza zile chromosomes zile, tukizizungumza zile kama zilivyo, kuna ile tahdidi aljins, nani ambaye aliyekuwa na masulia ya kusema huyu atakayezaliwa awe mume au mke, kati ya mwanamume na mwanamke ni nani? Wanawachuoni walisema maneno mengi huko nyuma huko, mengi wameyasema huko. Imekuja science inasema hizi XY na XX ambazo ziko kwa mwanamume ndizo zinazoweza zikamhukumu anayezaliwa awe mke au anayezaliwa awe mume. Wao wamesema hayo, lakini mtume wetu sallallahu alayhi wasallam yeye toka karne hizo
alishaambiwa na Mwenyezi Mungu, wayahsabu al-insanu wa yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu min maniyyin yumna faja'ala minhu azawjaini adh-dhakara wal untha. Mwanamume ndio ambaye anasema awe mke awe mume. Mungu kasema toka wakati huo, faja'ala minhu min maniyyin yumna azawjaini, zile mke na mume. Mwenyezi Mungu kampa mwanamume katika hukumu hizo. Nani alimfundisha mtume wetu sasa? Katika wakati ule hakuna microscope, hakuna vipimo vyovyote, lakini leo wanakuja wataalamu wa kisasa wanatuthibitishia kwamba mtume wetu ni mtume wa kweli. Na hii yote sana sana hapa tunaondoka na imani kwamba haya tunayoyahimiza ndio anayoyataka Mwenyezi Mungu, ili tuweze kuendana na maumbile ya Mwenyezi Mungu, tuweze kuisimamisha dini ya Mwenyezi Mungu katika ulimwengu wetu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.